akatufia msalaba, akatubebea dhambi zetu zote, akapeleka kwenye msalaba. Yesu akaangaishwa. Wale waliokuwa karibu naye wakamkataa. Tunaona Petero aliyekuwa karibu na Yesu, wakati anaona shida ambayo Yesu anapitia, anamkataa, anamkana. Anaulizwa, wewe kutembea kwako wewe, hata kuongea kwako, hata vile ambavyo unaonekana, muonekano wako, wewe uko pamoja na huyu Yesu? Akasema, hapana, hata simjui. Kuna kipindi katika maisha ya mtu, kipindi cha mateso, na katika kipindi cha mateso huo ndio wakati ambao mtu anajua marafiki wake kamili. Pasipo mateso, pasipo kipindi cha kuhangaika katika maisha yako, huwezi ukajua rafiki yako ni nani. Unaweza ukafikiria watu wote wanakupenda. Hebu pata shida, hebu pitia kipindi kigumu katika maisha. Huo ndio wakati ambao utajua fulani ananipendaga na fulani kumbe ananidanganyaga. Kwa hivyo Yesu alitupenda, alipata tukiwa watenda dhambi. Tumetenda dhambi, tumemkosea Mungu kabisa, lakini akajitolea na akafa kwa ajili yetu. Akaenda kuzimuni, akachukua zile funguo ambazo adui alikuwa ameziiba, na akatupa funguo hizo sisi, ili kwamba na sisi tukamiliki vile ambavyo yeye anataka tumiliki. Kwa hivyo Yesu ni mzuri. Pengine huko unajua, watanikumbushe leo kwamba Yesu ni mzuri zaidi ya vyote. Mungu ambaye alimtoa mwanawe Yesu Kristo, mwana wa pekee, ili kwamba aje akatufia msalaba, anatuambia hivi: ikiwa utamkubali, ikiwa utampokea Kristo, basi wewe utakuwa na maisha ya milele. Hebu niwakumbushe kitu, kwamba maisha haya ambayo tunaishi katika dunia hii sio maisha ya mwisho. Kuna maisha mengine baada ya hapa, na hayo maisha mengine baada ya hapa ni wewe ambaye unaweza ukafanya yakawa sawa ama yakakosa kuwa sawa. Utajiri wa ulimwengu unaweza ukaupata hapa duniani, lakini ukweli ni kwamba ipo siku utauacha hapa. Haitajalisha ulisanya utajiri kiwango gani ama kiasi gani, utawacha hapa. Kuna mahali pengine baada ya hapa ambapo tunaenda.
duniani tunapita. Ni ukweli, tumeona na tumeshuhudia kwamba kuna wale ambao tunawajua, tumezaliwa na wao, tumekuwa na wao, wengine tumesoma na wao, tumewaona wakienda, walishaenda, wameshatutangulia, walienda. Hiyo ni ishara kamili kwamba pia sisi tutaenda. Hatutaishi hapa duniani milele. Ipo siku tutaenda, hata sisi ipo siku pia sisi tutaenda. Lakini kabla tuende, umetengeneza uhusiano wako namna gani na huyu Mungu? Siku hizi haitabiriki. Unakuwa na mtu leo, kesho nasikia alishakwenda. Mtu mnakuwa naye usiku, mnalala naye, kufika asubuhi mtu hayupo, unamwamusha tayari mtu alishakwenda. Na mliongea naye vizuri, hata mkalala naye vizuri, lakini asubuhi yeye alishakwenda, amekuacha. Maandiko yanasema wawili watakuwa na lima, na mmoja ananyakuliwa na mwingine anawachwa. Kwa hivyo kabla ya siku yetu ni lazima kabisa tujiandae. Ni heri tuhangaike hapa duniani, lakini baada ya maisha ya hapa twende tukawe na furaha, kusherehekea, kuimba vigelegele, haleluya, hosana mbinguni, na malaika na wazee 24. Muhimu sana. Kwa hivyo Yesu anafanyika sadaka katika maisha yetu, ili kwamba sisi tukaweze kuwa na uhuru, ili kwamba sisi tukaweze kuwa na amani, ili kwamba vile ambavyo ametuonyesha upendo, na sisi tukaonyesha wenzetu upendo. Tunaposherehekea Pasaka hii, tunapokumbuka kufa, kuteswa na kufuka kwa Kristo, lazima tena tuangalie vile alitupenda, na sisi tunawapenda wenzetu ama tunawachukia tu? Kwa sura zao tunawachukia, kwa mavazi yao tunawachukia, wengine weusi, wengine weupe, tunachukiana tu kwa sababu ya sura zetu. Tunaposherehekea Pasaka hii, wacha tusherehekee kwa upendo. Mpende jirani yako, mpende rafiki yako, mpende hata adui yako, mpende. Sio kwamba sisi sote tulikuwa marafiki wa Yesu, hapana. Wengine wetu tulikuwa tumefanya dhambi mbaya. Mtumishi wa Mungu ametueleza hapo, eti kabla ingie katika njia sawa, kuna mengi alifanya ambayo hayakuwa sawa. Hata mimi kuna mengi nilifanya hayakuwa sawa, lakini pitia kwa Roho Mtakatifu na neema ya Kristo tukaelewa kwamba njia hii tunayopitia si sawa, tukachagua njia nyingine ambayo inatupeleka kwenye msalaba. Tukaona kwamba starehe dunia zipo, nyingi zipo, lakini zote zinakupeleka babaya. Ni heri ujiadhari nazo, ili kwamba uende mahali pazuri. Kwa hivyo ninaposherehekea Pasaka hii, ndugu zangu, tusherehekee tukijua kwamba mwanzo inafaa tujue kwamba kuna mahali tunaenda, tunasafiri. Sisi tunasafiri, na huwezi ukajua utafika kituoni lini. Kila mtu yuko na wakati wake na siku yake ya kufika kituoni, kila mtu. Lakini kabla ya kufika kituoni, ukiwa bado umekaa kwenye gari, uko kwenye safari, hakikisha kwamba umefunga mkanda wako sawa sawa. Hakikisha kitu ulichokalia kiko sawa sawa, ili kwamba sote tufike salama.